Okay, kama tulivyoongea basi ndio nimekuletea ile mtu yule mdada ule mmoja yule kwa ile issue kubwa. Yuko mbali sana, kwa nini asogee kidogo? Subiri nitamuita. Mwite basi au? Manka. Sogea tu. Bwana mbe. Fresh. Uko poa? Uko poa. Kwa upande fulani kimvuto iko poa. Iko vizuri sana, pia muonekano iko fresh. Na binti mrembo. Nafikiri kupitia hii biashara anayo kuifanya anahusika sana. Na vipi kuhusiana upande wa tabia yake labda? Yuko fresh kwa jinsi ninavyomjua. Na muda niliokaa nao naye. Almost 3 years now. Okay. Yuko fresh kabisa issue. Amaliza. Eti Manka, ni kweli unazungumza? Ni kweli. Ondoa hofu kabisa kwa hilo. Basi poa, haina noma. Sema hisi kama kwa upande fulani mzigo umeshaingia tayari. Na hivi punde wakubwa kwa tusubiri sisi ili kwa kufahamu kwamba nimefikia wapi. Kwa upande fulani nimeshukuru sana kumuona binti na vile vile kupitia wewe pia. Na kama matumaini makubwa sana. Lakini kikubwa zaidi kuwa na kifua. Amini kwamba kuwa na siri. Sawa, kisa kikubwa zaidi kuwa na moyo. Naongea hivyo kwa kitu kimoja. Hii issue ni nzito. Na vile vile ni biashara kubwa sana. Sawa? Ndani ya nchi na nje ya nchi pia. Kikubwa zaidi nalia sana na siri, sababu asilimia kubwa wengi wanapiga hizo biashara inafika stage wanageukana na kuzungurukana. Au sio? Cinderella. Nafikiri kwa imani yangu kupitia kwako wewe na imani pia kumwamini pia. Kwa ile usiogope, maana nani atakubali hiki maisha yake matatizo. Au sio? Ndivyo. Kwa hiyo nakuhakikishia 100% like uko sawa. Seti Manka. Kweli, yani kuhusu hilo ondoa hofu kabisa. Kuwa na amani. Basi poa, haina noma. Mimi nisipoteze sana muda na pilika zingine za hapa na pale. Lakini kikubwa zaidi info kamili mimi nitapigia simu. Wajibu kwa taarifa kwamba tunaanzia wapi, tunaishia wapi. Au sio? Basi poa, haina noma. Eshi, tasiliane. Haina noma. Okay. Smile. Unaenda? Kwenye mishemishe zangu. Mishemishe gani? Sasa kila kitu changu mpaka nataka ujue. Yaani siku hizo unajua sikuelewi mwanangu. Unataka umaliza hiyo chuo chako ipo. Naona sasa umekuwa mama nyendo Kivipi? Kivipi wewe mwenyewe ujioni? Unaingia na kutoka na maana gani? Mama. Tabia mbaya hiyo vipi? Tabia mbaya. Ikoje? Ina rangi gani labda? Au nimekuaje? Umekuwa. Nimepua. Kukua ndo nini? Mimi ni kawaida. Kukua si kila mtu anapua. Hivyo unajua unaongea na nani? Naongea na mama. Unamfanyia hivyo ni nani? Nafanyaje? Naongea na wewe mama. Mimi sijafanya chochote. Nakuambia kitu mama. Unakokwenda sasa hivi ndio unaharibikiwa. Nakueleza kweli. Unaharibikiwa kabisa unakokwenda sasa hivi. Wewe mtu gani mtoto wa kike usiotulia nyumbani? Naharibikiwa na nini? Sasa nitulie nafanya nini hapa nyumbani labda? Sasa unamjibu nani kwanza maneno hayo? Sasa nasema hivi, mama anatamka kwamba unarudi ndani. Uendi kokote leo, uendi kokote. Unarudi ndani. Uendi kokote. Kivipi labda? Nimeamua. Lazima niende, hawezi kunikwamisha katika michakato yangu, hawezi kujua ninaenda wapi. Michakato 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 Lakini unakumbuka unaongea na nani wewe? Unaongea na mamangu. Unaongea na mamako. Sasa kama umenikiri mimi ni mama yako, rudi ndani. Sitaki uende kokote. Nikwambie kitu mama. Nitaongea baadaye, sasa hivi nina haraka nasubiri wako. Unajua siku nitakuja kukupiga mingumi wewe. Wapi? Wewe sielewi. Unaenda wapi? Mimi namtoka kidogo. Unamtoka unaenda wapi? Enda kutembea. Nakuruhusu nani? Mama jamani, mimi na uputuzi huu nianze kuomba tena ruhusa. Yaani wewe ukitoka chuo, ukiingia ndani na kubadilisha nguo na kutoka. Sasa yaani wewe niombe tu ruhusa mama hii naenda hivi naenda. Kwa hiyo wewe unakaa na nani? Bila kujua. Nakaa na wewe lakini kila saa unajua bana nishakuwa mtu mzuri. Rudi ndani. Hapana. Cinderella rudi ndani. Nishakwambia rudi ndani. Yaani wewe nishakwambia rudi ndani Cinderella. Unanielewa nielewi?
Yaani mitoto ya siku hizi mimi naichoka kabisa. Yaani kila nikiliambia halielewi. Na kirudi babako na mueleza. Mimi matatizo gani mimi si yawe. Twani kurudisha kwa bibi yako. Chachoka mimi. Mtoto haielewi bwana. Mtetezi nyonge, taifa la kesho. Mtetezi wa wanyonge, wendo taifa la kesho. Mtetezi wa wanyonge. Mama. Fanya mawazo sana. Wacha tu ni wazi. Nini shida mama? Sabira. Mpaka sasa hivi nafikia hatua ya kuchanganyikiwa. Ni tatizo. Sielewi kuhusu wewe. So mimi mama. Kila kukicha mwanangu. Mara hili, mara lile. Leo hii Sabira imefikia hatua ya kwenda kuchukua waume za watu. Mpaka wanakutafuta. Mimi? Ama kweli hakuna titi lenye mfupa. Na wewe naye ni mwanamke wa kutikisa ndoa za watu? Mama tunashinda hapa nyumbani siku zote jamani. Mama leo hii unaamini maneno ya watu huko mtaani. Wewe umesikia yapi maneno? Wacha niamini Sabira. Maana kukicha. Mara hili, mara lile, mara vile. Na isitoshe mambo yanayosemeka na vitendo vyako sasa. Mama, imefika hatua hiyo na wewe unaamini mama? Kama nitabisha, unatafutwa kwa sababu gani? Wewe ni mwizi? Nani anatafuta? Niambie tu mamangu. Wewe unatafutwa. Mimi nimepata habari zote kama wewe huko mtaani unatafutwa. Tena unatafutwa. Ya ulimwengu wengi. Sio ulimwengu na mwengi mama. Mimi mwenyewe mpaka hatua hii sasa hivi ninachanganyikiwa mpaka naiona dunia sasa imenielemea. Kisa Isabela. Ni Isabela. Yamenikuta mama wansi mimi jamani. Isabela mwanangu, nifanye nini? Jamani mama. Nafikia hatua mpaka sasa hivi najiona mpaka sina amani na hii dunia tena. Kisa Isabela. Ni wewe Isabela mwanangu. Mama, kwa hiyo uniamini kabisa? Unasikiliza mtaani siku hizi. Heti mama. Hapana Isabela. Sio kama nasikiza ya mtaani sana. Ila yanazidi. Mama, tangu lini imefika hatua hiyo ya kuni... Hivi nifanye nini sasa? Mama wansi amenikuta. Mama, kuhusu tu lile jambo. Mama, wewe ndo unanijua mimi, unajua umenitoa wapi. Lakini na mengi ambayo uyajue, niache niatimize kwanza mama. Na wewe acha tena. Na usiwe na shaka. Eti mama. Eti. Mama, niamini mama basi. Mwisho utapata magonjwa kama mawazo. Usiwaze mama, hamna shida eti. Hamna shida yoyote. Kaka Wansi yuko Wansi katoka. Ameelekea wapi? Kuna rafiki yake pakamfuata, wamechukuzana wameondoka. Najua tena Wansi na marafiki zake. Lakini mama jamani, nimeambia hamna tatizo lolote. Seti? Sawa, lakini hapo unakaa unaanza mwisho upate magonjwa. Mimi niamini mimi hapa mama, nimekaa hapa siku zote. Ya maneno siku hizi unaanza kusikiza maneno mtaani, utoke. Mwenyewe nachoka mama, naomba uniamini. Eti. Sawa. Mimi nenda kulala. Naomba basi msinishtue. Aya wewe lala, wala sitakushtua. Mtetezi nyonge, taifa la kesho. Mtetezi wa wanyonge, wendo taifa la kesho. Nimeitikia wito wenu jamani. Cha kwanza tunashukuru. Lakini jambo kubwa zaidi, tunapenda kukueleza kwamba tunafahamu na tunakujua zaidi ya hivyo unavyojifaa. Mbona sasa sikuelewi sema hivi? Sikuelewi kabisa unavyosema kwamba tunafahamu, tunakujua zaidi, unavyojua na maana moja. Kwani mamangu, wewe unahitaji kuishi maisha mazuri? Unakuwa mwanamke wa kileo, wa kisasa, unapendeza, vitu vya gharama, upendi? Navomiliki mimi sasa hivi naona ni vitu vizuri zaidi kwa sababu
maisha yangu mimi ni mazuri, namsomesha mwanangu. Na maisha yangu pia ni mazuri. Ulivyoniita hapa kwani kuniambia kwamba maisha mazuri au mlikuwa mnasema kwamba mnataka kununua mzigo kutoka kwangu? Tunafurahi kwa maongezi yako sababu ni mwanamke mmoja ambaye unajiamini sana. Jambo kubwa ni hivi. Nahitaji kufanya issue na wewe. Katika biashara tunazifanya, tunataka kufanya biashara kitu kimoja. Biashara gani? Yaani hapo ndo umefika sehemu husika. Ukipeleka mzigo wa kwanza gorofa. Mzigo wa pili gari la kifahari. Gari linaitwa gari? Hama. Mzigo wa tatu mwanao anasoma Ulaya. Je, mama utamani vitu kama hivi? Nimeridhika na hizi biashara anazozifanya. Kwa hivyo hizo biashara kwanza hujaniambia biashara gani? Unaniambia tu mzigo wa kwanza hama, mzigo wa pili. Umeenda kwenye pointi pale pale pako na bataka. Sikiliza. Tunataka tukuingize kwenye mambo yetu haya. Mambo gani? Unafahamu ni mfanyabiashara mkubwa sana ndani ya Dar es Salaam na pia Tanzania nzima. Sana. Na tuna uhakika kupitia wewe tutafanya kitu kizuri sana. Biashara yenyewe ni madawa ya kulevya. Uwe. Nifanye nini? Madawa ya kulevya uuze. Sikiza kwa makini. Tumefurahi sana. Kwanza ni mwanamke ambaye shupavu. Unajiamini. Kwa haya maneno yako ni dhahiri kwamba unaweza kufanya biashara. Lakini unacholetea ni ubishi tu ambao hauna point. Tunakuomba kitu kimoja. Ushirikiano wako. Pia kupitia hii biashara madawa ya kulevya utakuwa bonga la bilionea. Sikiliza nikuambie. Yaani hilo siwezi kabisa, siwezi. Kwa sababu gani nasema hivyo? Sikiliza. Yaani mimi nifanye biashara kama hiyo. Kwani biashara zangu zinanitosha? Kwanza kwa nini mmefikiria swala kama hilo? Kwa nini mmefikiria swala kama hilo? Siku zote sio jioni kama sikuagiza. Ndio bana nakwambia hivi. Kubwa sana kwa mikononi mwako. Kikubwa, naomba ufuate vitu tunavitaka sisi. Lakini ukienda kinyume na sisi, familia yako itabaki kwa story kwako. Wewe ni mtu mzima. Nafikiri haya machache niliyokueleza utaweza kuyafanyia kazi. Uvumi. Na nyinyi kazi njema ya maendeleo yenu.